Amen. Naitwa Mwesu wa Kayole. Na leo nimekuja kwa sababu ya Shiro wa Oakland kuona ya kwamba amereview siri mingi. Hata kama sio mambo yote nakubaliana na yeye, lakini 80% anaongea sense na anaongea kitu iliyo ndani ya roho. Iko hivi sasa. Amefanya niweze kublokiwa na mapasta wengi, mpaka Pastor Kim siwezi access mpaka akaunti zake. Na ni sawa, mimi sina shida, lakini kuongea ameongea, mwelekeo ndio huu sasa. Hatutanyamaza, si kukodem tu ama kuongea. Saa hii tunaanza jambo mpya. Hebu sikia hapa na ushare message kwa mtu mwingine, kwa maana hakuna wakati wa kukaa kwa nyumba. Hakuna wakati ya kuachilia shetani achukue nafasi yake, kuona haufanyi kusudi la Mungu. Hakuna mtu hapendi mahali ata fellowship. Hakuna mtu hapendi mahali ataabudu katika ukweli na roho, mahali ambapo atapatiwa nguvu, atasikia neno. Hakuna mtu anapenda kuwa vacuum. Ni ile hali wachungaji wametake advantage ya watu. Na sasa mwelekeo ndio huu, hatutanyamaza. Kwanza jua wewe ndiye kanisa la ukweli. Na hili kanisa linataka kuungana mahali ili liweze kufellowship kama vyenye mitume walikuwa wanaungana, kama vyenye Petro walikuwa wanaleta vitu vyao mahala pale ili zipatiwe maskini, mayatima, wajane na watu wanahitaji. Sasa mwelekeo ndio hii. Tunaweka a fellowship ama ni tuite kanisa, ugano wa kanisa mahala pale, nyinyi ambao mumeona ukweli ulio ndani ya Shiro Oakland katika Kenya, na hili kanisa litakuwa international. Kila country itakuwa na hili kanisa ambalo halitakuwa kama zile ziko saa hii. Sisi ni kukuta tulikuta, tunaambiwa kuna spiritual father. Hapa hakuna spiritual father. Spiritual father wetu ni Mungu aliye juu mbinguni. Hallelujah. Na kitu ya pili, hebu ambia neighbor yako, amuka sasa, kuona ya kwamba mwelekeo ni hivi karibuni. Namba iko mahala pale kwa bio, ni WhatsApp, kama unataka kuwa mmoja wa ile kanisa. Na hizi ndizo vitu ambazo zitakaofuatwa mahala pale kulingana na Biblia. Kuna ukweli ambao the Bible say, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hapa ni ukweli tupu. Ya pili, tunaungana kama vyenye Biblia imesema, mahala ambapo pana wawili ama watatu, kwa sababu ya Mungu, mahala pale Mungu yuko na atasuluhisha shida zenu za kiroho. Na tena sio za kiroho tu, tunaenda kusuluhisha mpaka shida za kimwili. Kama wewe uko na njaa, jua ya kwamba umefaidika. Kama uko na hitaji fulani ama ile ingine, pale hakutakuwa mtu anakuja na malejirofa sijui uko mkubwa wapi. Ukubwa wako weka kwa gate. Mahala pale tumetoshana kama venye Biblia inasema, we are all equal before the eyes of God. Kitu ingine, mahala pale hakuna kutoa tithe. Juu tithe ni Old Testament, na Old Testament Yesu alikuja kufulfill na akaweza kutimiza kila kitu ya Old Testament. Mahala pale ni mahali Yesu alisema ya kwamba tutoe kwa roho moja, roho safi, kama vyenye alisema ya kwamba barikiwa ni mwenye anatoa katika roho moja. Hakutakuwa na tithe, hakutakuwa na zile vitu ambazo sijui fast fruit, sijui nini hizo takataka. Wana kwamba Yesu alikuja kufungua, bali si kufunga. Hakukuja kufanya watu watumwa wa makanisa, alikuja kuwafungua ili waende katika neema. Yesu alihubiri neema, lakini sio sheria. Tutakuwa tukifellowship, tunaabudu katika kweli na roho, tunaibia Mungu, tunahubiri ama kufunzwa ukweli. Mchungaji atakuwa akifanya kazi, aende akasaidie wale wengine kama vyenye washirika wanafanya. Wote ni kitu moja kwa sababu wanatafuta uhai. Na hili kanisa linakuwa kubwa sana international, na ninajua hili kanisa halitakuwa na limitation.
linaenda dunia yote. Na tena mahala pale kutakuja watu ambao wanahitaji. Kila mtu atakuwa akishughulikiwa tumbo. Hautatoka mahala pale kama hujakula. Hautatoka mahala pale kama hauna kitu cha mfuko na cha kiroho. Kuona ya kwamba sisi tunaungana, wenye wako nayo wapewe wenye hawana. Na wenye hawana wapewe na wale wako nao. Wasupport hivyo, tusapotiane hivyo. Sisi kwa sisi tunaweza jiinua ili tutiane nguvu katika hii safari ya kanisa la mwisho, kwa sababu saa hii manabii wa uongo ni wengi. Watu wanatumia nguvu za giza ambao wanafanya sarakasi ambazo zenyewe ziko na maswali. Kila mtu atakuwa na nafasi yake, na maswali yoyote uko nayo, si kusema kanisa ina mtu fulani. Hili kanisa ni la kila mtu ambalo litaongozwa na Roho wa Mungu. Haya, vitu ni mingi ambazo tumeziweka mahala pale na mikakati. Na kama uko na ile jambo unaweza taka liweke mahala pale, comment, at least tuwe pamoja. Ungetaka kanisa linakaa namna gani? Mngetaka kuungana mnakaa namna gani? Tufanye nini na tutende nini na tuende kwa mwelekeo gani, kulingana na ukweli ambao uko nao ulio ndani ya Biblia. Basi you are free now. Very soon tuna release ambao litaenda mpaka Amerika na dunia yote. Message hii ifikishie wengine. Hatutanyamaza. Watu hataibiwa na shetani, bali sisi ndio tutawajenga, kwa maana solution iko hapa. Tuweze kuelekeza watu, bali si kuwapoteza. Tuwaonyeshe njia, bali si kuambia tu. Tuwaonyeshe njia ambayo ni mwafaka, ambayo inafaa tufikiane. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Tufuate Yesu ambaye aliye na ukweli, aliye njia na uzima. Tuache kufuata mapasta, makanisa, sarakasi ambazo zimefanya watu wengi wachukie maibada, katika jina la Yesu.